Na neno langu siku ya leo nataka kuongea kuhusu kuamini neno la mtu mwenye mamlaka. Praise God. Kuamini neno la mtu mwenye mamlaka. Praise God. Ni kwa nini nimesema kuamini neno la mtu mwenye mamlaka? Neno la mtu mwenye mamlaka liko na nguvu sana. Ukiliamini linaweza badilisha maisha yako. Bwana asifiwe sana. Linaweza fanikisha maisha yako, linaweza inua maisha yako, linaweza badilisha hali yako ambayo inaweza kuwa ni gumu, kama kwamba unaweza liamini. Na tutaona katika Biblia watu wengi ambao walinenewa na watu ambao wamepewa mamlaka na Bwana, na watu wale wakanenewa na hali zao zikabadilika. Siku ya leo kuna watu ambao wanaoteseka kwa sababu hawaamini neno la wenye mamlaka ama neno la mtumishi wa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na watumishi wa Bwana ndio wamepewa neema ya kubadilisha maisha yetu kupitia maneno. Nikikuambia leo Bwana atafungua mlango, mara zingine unakuta ya kwamba ni wachache ambao wanaoamini. Nikikuambia leo utapata gari, ni wachache sana huwa wanaamini. Praise God. Na siwaraumu kwa sababu hata mimi mahali nilikuwa ninashiriki, wakati mwingine Reverend alikuwa ananinenea maneno, lakini kile kilikuwa kinafanya nisiamini ni hali yangu vile ilikuwa. Bwana asifiwe. Yaani unaambiwa ya kwamba utakuwa mtu mkubwa, unashindwa sasa utakuwa mtu mkubwa kwa njia gani? Na vile maisha imekukalia, na vile hali imekuwa gumu. Lakini kumbe Mungu ameweka neno ndani ya mtumishi wake, aninenee abadilishe hiyo hali ambayo niko nayo. Praise God. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba siku ya leo ya kwamba neno lote nitaachilia katika maisha yako, uamini ya kwamba litapatia maisha yako mwelekeo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na hautateseka tena, kwa sababu ukiamini neno la mtu mwenye mamlaka litabadilisha maisha yako. Kama kuna utasa utaweza kuondoka, kama kuna ugonjwa utaweza kuondoka, kama kuna mahali ambapo umefungwa utaweza kufunguliwa kwa neno hilo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu moja ambacho our Archbishop waliniambia wakati nilikuwa nafanyiwa ordination, ya kwamba nitafungulia watu milango. Na kwa hivyo nikiachilia neno la kufungua mlango kwa mtu yule ambaye ameamini, lazima mlango utafunguka. Jina la Bwana lipewe sifa. Haijalishi ni nani ambaye alifunga, lakini nikisema mlango wako ufunguke. Kwa sababu wakati mtumishi wa Mungu alinena hayo, alikuwa ananena wakati alikuwa ananitia mafuta. Na alikuwa ananitia mafuta nami niweze kuenda kuhudumia watu. Praise God. Na alijua ya kwamba kuna Mungu alikuwa anamuonyesha kutakuja watu ambao wako katika hali gumu, wako katika hali ambayo ni ya kuzuiliwa, na Mungu akaweka hilo neno ndani ya mtumishi wa Bwana. Ndio siku ya leo watu wale watakuja chini yangu, kama lile neno lilivyonenwa na nabii wa Bwana, ya kwamba utakuwa mtu wa kufungulia watu milango. Neno lolote nitaliachilia kwa watu na waweze kuamini, litabadilisha maisha yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kusema ukweli, kuna watu wengi maisha yao imebadilika, milango imefunguka. Wengine umewanenea, tumewanenea kwamba utapata mahali pako, Mungu amewapa, nimefungua nyumba za watu. Wengine tunawanenea kwamba utapata gari, na wanaamini na wanakuwa serious na kufuata kwa maombi, na wako na hizo magari. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ninakuomba ya kwamba ni vizuri uweze kuwa unaamini neno la mwenye mamlaka, neno la mtumishi wa Bwana. Praise God. Wacha tusome hili neno liweze kutuelekeza. Linasema ya kwamba na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa angalipo pale pale alipomlaki Martha. Verse 31. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka walimfuata, huku wakidhania ya kuwa amekwenda
amekwenda kaburini ili aliye huko. Verse 32. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwa Yesu na kumuona, alianguka kifudifudi, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungelikuwa hapa, ndugu yangu hangekufa. Praise God. Verse 33. Basi Yesu alipomuona analia, na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Verse 34. Akasema, mumemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Verse 35. Yesu akalia machozi. 36. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Hii ni historia ya mtu ambaye anaitwa Lazaro ambaye alikuwa amekufa, na tunajua hata kabla akufe alikuwa mgonjwa, na Biblia inasema ya kwamba na Yesu wakatumana kwa Yesu akuja mponye, maana Yesu alikuwa rafiki wa hii familia. Lakini neno linasema ya kwamba Yesu hakukuja, lakini alisema ugonjwa wa Lazaro sio wa kifo, lakini ni wa kumtukuza Bwana. Praise God. Na sasa tunaona wakati ambapo anakuja, Biblia inasema ya kwamba alikuta ya kwamba amekufa, na wakati amefika mahali pale, tumesikia neno moja hapo linasema ya kwamba ni Maritha amesema ya kwamba kama ungekuwa ndugu yangu hangekufa, kama ungekuwa hapa. Kwa hivyo walikuwa wanajua ya kwamba Yesu ako na uwezo wa kuponya, na ndio maana wanamwambia, kama ungekuwa hapa hatungempoteza ndugu yetu hangekufa. Praise God. Lakini Yesu akawauliza, mumemweka wapi? Haleluya. Naye Yesu akasema ya kwamba akaambiwa na hao, njoo utazame. Verse 36 inasema, basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Kwa maana hata Yesu wakati alifika mahali pale, alisikia anaugua ndani ya moyo wake. Praise God. Alikuwa nasikia anaugua. Mtu ambaye ni rafiki yako akiwa na shida, mtu husikia ndani yake anaugua. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama saa hivi vile nasikianga mimi ndani yangu ninawapenda, nisikia kwamba watu wale ambao ninawapenda kuna shida wako nazo. Hiyo kitu kinaweza fanya nikose usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo unasikia kwamba hata usingizi sitaki kulala. Kuna wakati unasikia mambo unasikia hata chakula hautaki, kwa sababu yule unayempenda amepatwa na shida. In fact, furaha yangu ni mukae na amani siku zote. Hello. Furaha yangu ni muweze kuwa maisha yenu iko sawa siku zote. Yaani simu zile ninapokea ni ya kuniambia, Reverend, nataka tushukuru Bwana, kwa sababu nilikuwa sina mtoto, nimepata mtoto. Haleluya. Nena neno kwa huyu mtoto. Kuna wamama wenye hekima wakibarikiwa hospitalini, kabla ya kuenda kugojea watu wale wanakuja kusema ya kwamba anaitwa nani, wanapigianga washugaji, wanasema nimebarikiwa na mtoto wa kijana. Na sisi tunatuma neno, tunasema ya kwamba sisi hatusemi anyonye na makaibiri. Hiyo ni lugha ya nini? Ya watu wa dunia, ate koga na makaimeri, kai koga na maigana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna watu wanasemanga hivyo. Mimi ukinipigia simu niambie nimebarikiwa na mtoto, iwe ni wa kijana iwe ni wa kike, tunasema ya kwamba akuwe akipendwa na Mungu na akipendwa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So tunamwekea maneno hata akiwa hospitalini. So watu wale wanakuja kusema anyonye na makaibiri, anakuta kuna maneno iko pale inasema huyu mtoto atakuwa akipendwa na Mungu na akipendwa na wanadamu. So tulikuwa pale ya kwamba mtu yule ambaye unayempenda akiwa na shida, mtu husikia hiyo shida ni kama yake. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alifika mahali pale, hata Wayahudi walisuhudia, wakasema, hai, angalieni vile Yesu anapenda huyo mtu. Angalieni, kwa sababu Biblia inasema, hebu tuende, ni mstari wa 35 ama ni gani?
verse 35, hii ndio ilifanya Wayahudi washuhudie. Maana Biblia inasema Yesu akalia machozi. Amen. Haleluya. Yesu akalia machozi. Na alilia machozi kwa sababu ya kupenda huyu mtu anaitwa Lazaro na hii familia yao. Na hata pia wao walikuwa wanampenda Yesu sana, kwa sababu walimwambia, kama ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo 36 ilionyesha Wayahudi ya kwamba Yesu alikuwa anapenda Lazaro. Lakini verse 37 inasema, bali wengine wao wakasema, je, huyu alifumbua macho ya yule kipofu? Hakuweza kufanya na huyu asife. Watu wengine wanakuanga na maconviction zingine. Praise God. Sasa kusema huyu jamaa si ni alifungua kipofu, hakuweza. Kuna watu wanaongeanga. Praise God. Hakuweza kuzuilia Lazaro. Analia nini? Nafikiria ndani yao alikuwa anasema hivyo. Alikuwa wapi akikufa? Na kuna watu wanakuanga hivyo. Amen. Praise God. Sasa analia. Nafikiria walikuwa ni kufikiria, na ni vizuri kufikiria. Maana ukiangalia hii neno ambao wanaongea hapa, inasema walikuwa wanajiuliza maswali hapa. Wanauliza, huyu alifungua kipofu, hakuzuilia Lazaro asikufe? Hangeweza. Na tunaomona ati analia hapa, hangeweza. Lakini sikia fasi hiyo ingine inasema namna gani? 38. Basi Yesu akiwa ana huzuni tena moyoni mwake, akafika kwenye kaburi. Praise God. Yesu sio tu kumpenda, sio tu kulia, alikuwa na tamani kitu kitendeke. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda mpaka pale kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango la jiwe limewekwa juu yake. Verse 39. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Praise God. Hallelujah. Yesu akasema liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sana. Mimi nasema hata kama kuna hali yako inanuka leo, lazima mambo itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna hali zinanuka. Praise God. Leo zitabadilika katika jina la Yesu. Kama kuna mtu aliwekewa mawe asiinuke, mawe asiendelee, praise God, nasimama kwenye haya madhabahu kutangaza, lazima leo mawe itaondolewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ajalishi ni nani waliweka, ajalishi kama kwamba ni watu wenu, ajalishi kama kwamba ni majirani, ajalishi kama ni kwamba ni watu wawivu waliokuwekewa mawe, lazima leo yataondolewa. Ili ni neno la mtu mwenye mamlaka. Alisema ya kwamba hata kama ananuka. Praise God. Hallelujah. Mimi sitaki kujua kama ananuka, lakini neno ambalo ni la mtu mwenye mamlaka, Yesu Kristo, alisema ondoeni jiwe. Ambia jirani yako leo jiwe litaondoka. Haya, kama haamini ambia huyo mwingine, mwambie leo jiwe litaondoka. Praise God. Lile jiwe limekalia familia yako leo litaondoka in Jesus name. Lile jiwe limekalia biashara yako, lile jiwe limekalia masomo ya watoto wako, nasema litaondoka katika jina la Yesu. Praise God. Kusema ukweli hapakuwa mahali pazuri, lakini ukweli ni kwamba alikuwa anajua hawa ni marafiki yangu. Huyu amelala hapa ni rafiki yangu. Hii familia ni rafiki yangu. Na hakika wamenitumania kwa sababu wanajua niko na mamlaka. Liondoeni jiwe. Praise God. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba dada yake Martha akasema ananuka sana, maana amekuwa maiti siku 4. Amen. Na ni kweli mtu akikaa siku 4 na hajatengenezwa anatoa harufu mbaya. Praise God. Hallelujah. So kusema ukweli, hata na wao walikuwa wamesikia, na area hiyo hatutaki kukanyanga. Amen. Hata nafikiria walikuwa kama wanasikia kama wanakwazika kwa sababu ya Yesu kuja wakati amekufa, ni vile hawataki kumwambia life.
lakini kuna kamidhari kalikuja mahali pale kakumwambia kama, haleluya, praise God. Kuna kamidhari kalitajwa hapo, lakini hakutaka kuambia mambo mingi urariku. Amen. Unajua kuna watu wanapitaga bali sana, wanakuconfuse, ni kama wanakuambia ni gwathi uria gwagithie, no ni marenda urariku, ulikuwa wapi? Praise God, haleluya. So Yesu aliposema jiwe liondolewe, wakasema inanuka, lakini sikia hii verse 39 inasema ya kwamba Yesu akasema verse 30 ni 40 ama ni 30, hii ni ile tuiondoe jiwe, na wakasema amekaa hapo siku 4, kwa hivyo ananuka sana. Lakini angalia hii, Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba uamini, utauona utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kuna vile ambavyo Yesu alikuwa amewaongelesha, lakini hawakuweza kuamini. Praise God. Mara ya kwanza hawakuamini, maana waliambiwa ugonjwa wa Lazaro sio wa kifo. Amen. Haleluya. Lakini ni wa kumtukuza Bwana. Na kuna mahali ni vile sijasoma, maana najua ya kwamba kule mbele inasema ya kwamba alimwambia ya kwamba mimi ndiye ufufuo, niye korio, niye moyo. Haleluya. Mimi ndiye ufufuo. Lakini Martha kwa sababu ya hali hawakuamini. Praise God. Hawakuweza kuamini. Na ndio maana hata wakati Yesu amekuja, wameenda kaburini, zile mambo wanamwambia ni kwamba huyu ananuka, huyu amekaa siku 4. Haleluya. Kwa sababu kile waliambiwa pale mwanzo hawakuweza kuamini. Ya kwamba Yesu aliwaambia mimi ndiye uzima, mimi ndiye uhai, mimi ndiye niko na maisha ya mwanadamu. Haleluya. Tena niliwaambia ugonjwa wa Lazaro sio wa kifo. Haleluya. Ya kwamba ni wa utukufu wa Bwana, ni wa kumtukuza Bwana. Na kwa hivyo hata kama wangeamini lile neno walikuwa wameambiwa na huyu Yesu ambaye ni mwenye mamlaka, hii kilio yote, hii maombolezo yote, hata hawangeita Wayahudi kama walikuwa na imani na lile neno ambalo Yesu alikuwa amewaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hata watu wale tuko hapa, wengine tuko na shida nyingi, kwa sababu hata kile Mungu mwenyewe ametuahidi, sisi hatuna imani na hata neno lake. Praise God. Ukiwa kwenye hiyo hali gumu, inakusukuma mpaka unakosa maombi. Na ukisoma neno la Mungu linaniambia ya kwamba Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Amen. Na anakuhakikishia na kuambia wala sio mabaya, ili nikupatie matumaini ya kwamba siku zako zitakuwa siku za baraka, siku za amani. Haleluya. Utanitafuta kwa moyo wako wote, nami nitaonekana kwako, nitakuwa baba kwako, nawe utakuwa mwanangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Lakini bado unakuta ya kwamba kwenye ile maisha tuko nayo, kwenye ile hali ambayo tuko nayo, zingine zinatuinamisha. Wengine hata wakija kuomba, hakuna kuomba, ni kulia, kwa sababu ya hali ambayo imefanya unuke, ambayo imefanya watu wakudharau, ambayo inafanya watu ambao wamekuzunguka wamekutenga kwa sababu ya hali. Lakini kama unaamini kile Bwana anasema, amen, ungekuwa na furaha. Amen. Hata hali ikinuka unakuwa na furaha, hata hali ikiwa ngumu unakuwa na furaha, kwa sababu unajua ya kwamba uliyemfuata ni mwaminifu, aliyekuokoa ni mwaminifu. Alisema ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe hadi mwisho wa dahari, na akasema upitapo kwenye maji mengi haitakugharikisha, na upitapo kwenye moto, haleluya, hautakuteketeza, wala mavazi yako haitanuka harufu ya moto. Hivyo ndivyo Mungu ametuahidi. Haleluya. Na ametuahidi akasema ya kwamba hatatuacha kabisa. Praise God. Na anasema ya kwamba maisha yetu ameyaweka mikononi mwake. Amen. Majina yetu yameandikwa kwenye mkononi mwake.
Katika kitabu cha Isaia inasema hivyo. Anasema ya kwamba mwanamke anaweza kusahau na mtoto ambaye anamnyonya, lakini Mungu anasema ya kwamba lakini mimi siwezi wasahau. Hey. Praise God. Hallelujah. Ya Kikuyu inasema kwamba ndigeriganĩrwo nĩwe ona atia. Praise God. Kwa hivyo hata wakati ambapo uko hali ngumu, kumbukanga vile Mungu anasema juu yako. Hallelujah. Kumbukanga Mungu anaongea nini kuhusu maisha yako. Kwa sababu ukikumbuka, hali zingine za maombolezo zitaondoka katika maisha yetu. Hallelujah. Hali zingine zinafanya mpaka tuingie kwa dhambi zitaondoka kwenye maisha yetu. Hali zingine zinafanya magonjwa ya kuche kwa watu wa Bwana zitaondoka, kwa sababu utajua vile Mungu amesema. Amen. Ya kwamba sitakupungukia kabisa, sitakuacha kabisa, niko pamoja na wewe. Maisha yako nimeiandika kwenye mkono wangu. Na pia anatuambia kwa mambo mingi ya kututia moyo, anatuambia kwamba tazameni ndege wa angani. Hawapandi, hawalimi, lakini ninawapa chakula. Je, sisi ni bora kuliko ndege wa angani? Hallelujah. Praise God. Nyinyi ni bora kuliko ndege wa angani. Wewe ifata gukira nyoni ya rĩera-inĩ. Hiyo maombolezo ni wewe unakubali ikuje kwako. Hiyo huzuni ni wewe unafanya ikuje kwako, kwa sababu Mungu alikuwa amenenea kina Maritha. Mungu alikuwa amewaongeresha. Mungu alikuwa amesema hii kifo, hii ugonjwa sio wa kifo. Haleluya. Huu ni ugonjwa wa kumtukuza Bwana. Huu ni ugonjwa wa kumletea Mungu tukufu. Lakini tunaona mioyo ya Maritha hawana imani na lile neno lininenwa. That's why wameinama mpaka imefika mahali ambapo Lazaro amekufa. Wakati Yesu anakuja, wanamwambia huyu hata kwa mambo yake imeisha, ananuka. Lakini Yesu anasema hata kama amenuka, kumbukeni neno nilikuwa nimewaambia ya kwamba mkiamini mtauona utukufu wa Bwana. Haleluya. Ukiamini, kuamini tu mtauona utukufu wa Bwana. Hiyo Verse 40 tunapoendelea inasema ya kwamba tuko kitabu cha John chapter 11 verse 40. My God. Yesu akawaambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kitu alikuwa ameambiwa. Na najua ya kwamba watu wengine hapa Mungu ametunenea. Amen. Hata wengine tumenenewa na ndoto. Wengine tumenenewa na sauti ya Bwana. Wengine tumenenewa na watumishi wa Bwana. Lakini hata kama umenenewa, kuna vile unaangalia hali yako inafanya uiname. So ukiona Yesu anamuuliza, hata imewekwa, Biblia imeweka mpaka ni swali anaulizwa, sikukuambia? Haleluya. Sikukuambia? Mara ngapi wapendwa wa Mungu wameongea hapa ya kwamba hii madhabahu itakuwa suluhisho la wafanyabiashara, itakuwa suluhisho la magonjwa. Amen. Haleluya. Itakuwa suluhisho la ndoa. Lakini kuna mtu hata saa hii akiwa kanisani anasikia kama kwamba ataacha jamii yake aende. Anasahau kile Mungu anaongea. Anasahau yale Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamuuliza, je, sikukuamini ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Bwana? Nataka uambie jirani yako, ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Haleluya. Ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Kwa hivyo kukosa kuamini kwako kuna sababisha usione utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini ukiamini, hata kama uko hali ambayo ni gumu, ambayo ni zito, na kuambia siku ya leo, kwa sababu neno la Bwana liko hai. Amen. Praise God. Neno la Bwana liko hai. Ama haujajua iko hai? Situweke Hebrews ni chapter 4:12. Angalia hiyo. Kwa sababu hii neno halizeeki.
Kama Yesu alinenea Martha, siku ya leo anatunenea, maana ni yule jana, leo na milele. Bwana Yesu asifiwe. Hebrews chapter gapi? Tuangalie kidogo hapo kabla turudi hapo kwa John. Hebrews chapter 12 ni 4:12. Tuangalie hiyo, tuone vile neno liko. Hebrews chapter 12, 4:12 inasema, maana neno la Mungu liko siwaambie jirani yako liko hai. Amen. Neno la Mungu liko hai, na kama lilitenda hata leo litatenda, kama lilifanya hata leo litafanya. Neno la Mungu liko hai. Praise God. Hallelujah. Kile Mungu amesema kwenye maisha yako, lile neno Mungu ameongea kwako wewe unayemwamini, hilo neno liko hai. Amen. Na ukitaka lifanye kazi kwenye maisha yako, ni kuamini ya kwamba neno la Mungu limesema ya kwamba mimi nitakopesha wala sitakopa. Neno la Bwana liko hai. Praise God. Kazi kubwa tuko nayo wadugu na wadada ni kuamini. Ni kuamini. Maana kama unafikiria unakaa ukifikiria hii neno lilikuwa limeandikiwa kina Martha, hapana. Hili neno liko hai na ni la milele na linafanya kazi. Akisema utabarikiwa mjini, neno la Bwana liko hai. Akisema utabarikiwa mashambani, neno la Bwana liko hai. Akisema utabarikiwa kazi ya mikono yako, neno la Bwana liko hai. Akisema neno lake ni uzima na ni afya, neno lake liko hai. Kazi ni kuamini. Maana tukiamini tutauona utukufu wa Bwana. Hebrews anasema ya kwamba neno lake liko hai, tena lina nguvu. Ambia jirani yako, tena liko na nguvu. Hebu muulize, je, unaamini liko na nguvu? Nawaambia liko na nguvu kwa sababu ndio limenifanya jinsi nilivyo. Ndio limebadilisha maisha yangu. Ndio limeniweka mahali ambapo nimefika. Ndio linafanya nisimame hapa kwa madhabahu nikiwa na ujasiri ya kwamba nitafanya mambo zaidi ya kuomba kwangu, zaidi ya nguvu zangu, zaidi ya kutamani kwangu, kwa sababu Mungu ameniahidi mambo makubwa kwenye neno lake. Na kwa hivyo nitasimama nikiliamini, maana liko hai na liko na nguvu, tena lina ukali kuliko upanga. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mpaka saa zingine lina ukali kama upanga ukatao kuwili. Hallelujah. Isaiah 55 verse 10. Kuna kitu nataka niweke ndani yako siku ya leo. Amen. Isaiah 55 tuangalilie. Isaiah 55 nasema ya kwamba, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kulizalisha na kuchipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Umesikia vizuri? Aya, hiyo ingine inasema aje? Verse 11. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika Wow. Waje kidogo. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Mungu wetu anasema kama vile mvua ishukavyo inanyeshea ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Inampatia mkulima chakula, inampatia mbegu. Praise God. Hallelujah.
inasema, Mungu anasema ndivyo lile neno ambalo limetoka kinywani mwangu halitanirudia bure. Amen. Litatimiza mapenzi ya Bwana. Lakini kama litatimiza, ni kwa watu wale ambao wanaoliamini. Amen. Haleluya. Halitafanikiwa kwa watu wote, lakini ni kwa watu wale ambao wanaoliamini ya kwamba liko hai, linafanya kazi, linatenda kazi. Ahadi ya Mungu ni na amina. Praise God. Haleluya. Na Mungu anatuletea mfano wa mvua. Kama sasa hivi ile kumenyesha, unakuta kila mahali majani yamemea. Ukienda kwa watu wale wanalima, maharagwe imemea, mahindi imemea, mimea kila aina imemea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wale wanalima wako na matarajio ya mavuno. Amen. Kwa sababu kumenyesha mvua. Sasa Mungu anakuja anatuambia, hivyo ndivyo neno langu ambalo nimetoka katika kinywa changu halitanirudia bure. Haleluya. Sema neno la Mungu halitamrudia bure. Sema litafanikiwa kwa maisha yangu. Praise God. Naomba lifanikiwe katika maisha yako. Lifanikiwe kwa kazi yako. Maana kuna ahadi ambayo ni ya kubarikiwa kwa kazi ya mikono yetu. Bwana anasema ya kwamba nitathibitisha kazi ya mikono yako. Nitabariki kazi ya mikono yako. Hallelujah. Praise God. Ako na hiyo ahadi ya kwamba nitatuma baraka ije juu yako. Mataifa watakuita waliobarikiwa. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo. Praise God. Na lolote utagusa na mikono yako litabarikiwa. Na hiyo ni ahadi ya neno la Bwana, na ni neno ambalo limetoka katika kinywa cha Bwana. Amen. Na Mungu anasema halitanirudia bure. Hata hili la mchana wa leo halitamrudia Bwana bure, kwa sababu ameliweka ndani ya moyo wangu, akiangalia hali za watu, akiangalia wengine wako katika hali ambazo zinanuka, wako katika hali ambayo ziko na aibu, wako katika hali ambayo ni ya kuisha. Na kwa hivyo ile neno Bwana ameweka ndani yangu niachilie kwako, nasema kama vile Mungu alisema, halitanirudia bure. Haleluya. Sada ya siku ya leo, lile neno ninaachilia halitamrudia Bwana bure. Litabadilisha maisha ya mtu, litabadilisha hali ya mtu, litaondoa maombolezo ya mtu, litaondoa kilio cha mtu, litaondoa hali gumu ya mtu. Haleluya. Praise the Lord. Kwa hivyo kwako ni kuamini ya kwamba neno lile liko siku ya leo lisimrudie Mungu bure. Kwa sababu tunaweza kuwa wengi mahali hapa, lakini kwa kukosa imani neno la Mungu linamrudia bure. Ya kwamba Mungu ameweka ujumbe ndani yangu, ujumbe wa kufungua maisha ya watu, ujumbe wa kukomboa maisha ya watu, ujumbe wa kuponya hali za watu, lakini watu wale ambao nawanenea hawana imani. Paulo alisema kwa Wathesalonike ya kwamba nilifurahi sana kwa sababu wakati ambapo tuliwaletea neno la ujumbe hamukulipokea kama kwamba ni neno letu, lakini mlilipokea kama neno la ujumbe wa Mungu. Na Paulo akasema na ndivyo linafanya kazi katika maisha yenu. Kama utaamini mambo makubwa yatatendeka. Kwa hivyo Yesu akamwambia Martha, nilikuwa nimekuambia, ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Si wale wako hapa waweze kuona utukufu wa Bwana katika maisha yao kwa jina la Yesu. Hiyo hali ambayo ni ngumu Mungu aibadilishe. Hiyo hali ambayo inakaagiza Mungu aibadilishe. Hiyo magonjwa tu Mungu aiondoe. Hiyo hali ya vita kwenye ndoa Mungu aiondoe. Hiyo mambo ambayo ni mangumu ambayo iko kwenye maisha yako, Mungu ambaye anasema tukiwa na imani tutahamisha milima, Mungu aondoe hiyo mlima uko mbele yako katika jina la Yesu. Mungu ambaye alimwambia mfalme Koresi, nitaenda mbele zako. Haleluya. Nitavunja marango ya shamba, nitakuonyesha utajiri ulio gizani. Si Mungu aende mbele zako, milango yote ya shamba ambayo inakuzuia ikapate kuvunjika, ikapate kuanguka. Si huyo Mungu ambaye ameweka neno ndani yangu ya kwamba akuonyeshe mahali utajiri wako huko. Amen.
Mungu akufanikishe, Mungu akutagulie, Mungu aondoe milima, Mungu aondoe marango ya shamba ambaye inazuilia maisha yako. Mungu ambaye aliguza Jericho ikabomoka. Unajua neno linasemanga Jericho ilikuwa imefungwa kufungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hakuna angetoka ama ambaye angeingia. Amen. Praise God. Lakini Mungu akamwambia Joshua, Jericho nimeipeana mikononi mwako, na mfalme wake na maakida wake yote nimeipeana mikononi mwako. Na Jericho ilibomoka. Wana wa Israeli wakaanza kupenya, wakaanza kuenda, wakaanza kuingia, wakaanza kufanya mambo, kwa sababu Jericho ilikuwa imefungwa kwa ajili ya watu wa Bwana. Natangaza hata kama kuna maeneo umefungiwa, ifunguke katika jina la Yesu. Kama kuna mahali umewekewa ukuta ukaondoke. Kama kuna mahali wameweka marango yale yakavunjwe katika jina la Yesu. Kama kuna mahali ambapo wamekuwekea giza, Mungu ambaye anasema ndiye nuru aangaze. Aangazie hiyo biashara, aangazie hiyo ndoa, aangazie maono yako, aangazie ndoto yako, aangazie kila jambo ambalo unalifanya katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Twende John. Tunaendelea vizuri na Mungu atatubariki katika jina la Yesu. John hiyo chapter 11. Twende 41 kwa sababu ya wakati. 41 inasema ya kwamba basi wakaliondoa lile jiwe. Sasa ni imani ilianza kuingia ndani yako. Uliza jirani yako, imani imeanza kuingia ama bado jiwe unasema likae? Muulize jiwe unaondoa ama unaonaje? Unajua jiwe ni kutokuamini. Praise God. Yaani na ndio maana Mungu alisema ya kwamba kwenye Ezekiel chapter 36 akasema nitawaondolea mioyo ya mawe. Mioyo ya mawe. Kuna kuanga na mioyo ya mawe. Hata saa hii mahali tumefika, inaweza kuwa kuna mtu mawe haondoi. Ambia jirani yako, ondoa mawe. Amen. Kiundu kiu wona agikirito giguikarire kihana higa herie higa riu. Wone utukufu wa Ngai. Wone tu utukufu wa Bwana katika maisha yako. Praise God. Hallelujah. Watu wa Mungu wakaingiwa na imani. Na ninaomba watu wale ninaongoza siku ya leo waingiwe na imani. Amen. Hata kama hawakuamini neno lile walikuwa wameambiwa watauona utukufu wa Bwana, la mwisho wamekubali kuondoa mawe. Wameondoa mawe. Bia jirani yako, kuna kazi yako. Amen. Ya kuondoa mawe. Ati unaambiwa utapata gari, unaanza kuangalia hata baba hakupata baisikeli. Ondoa hiyo mawe. Ondoa hiyo mawe. Hata kwetu siku kutawacha baisikeli, hata tiri. Ni muwe tiri. Hallelujah. Praise God. Nafurahia sasa kwa sababu watoto wangu wanaona kuna tumiguu ya gari. Mimi sikukuta hata hiyo ya tiri. Amen. Na najua kuna watu wengi tumetoka katika hiyo hali. Amen. So ukiambiwa kwamba utapata gari, sasa unaanza kuangalia babu hakuwa, nyanya hakuwa, baba yako hakuwa, ndugu zako wakubwa hawakuwa. Wacha hivyo vile maisha mnaishi. Wewe ondoa mawe. Ondoa mawe. Praise God. Hata unaanza kuangalia mahali mulisoma mkafika. Wewe washana na mambo ya masomo ni sawa, lakini kuna Mungu anafanya zaidi ya uwezo wako, zaidi ya nguvu zako. Mungu ambaye anasema sina kipendeleo, lakini mtu yule anayenisikia na ananiogopa ninamkubali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuinuliwa kunatokamana na Mungu. Praise God. Promotion yumanaga na kuri Ngai. Praise God. Akisema leo maisha yako itabadilika na atumie mtumishi wake anene, itabadilika. Praise God. Na haijalishi ulifika wapi, haijalishi umezaliwa wapi, haijalishi unaitwa nani, haijalishi ni kina nani walikuwa wamekuja kwako wakati ulizaliwa wanakaongea mambo mingi. Ukweli wa leo ni kwamba ni jiwe tu utaondoa. Ni higa tu ukweheria. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anakaa hivyo anasema mimi hata sikusoma. Wewe ondoa mawe. Amen. Mimi kwetu watu hawaolehaji, ondoa mawe. Amen. Hata kwetu watu hawakuwa wanaoa, wanakaa na wake. Na sasa hivi tuko na miaka karibu. Okay, sitaki kuongea sana. Tuko na miaka mingi. Amen. Bwana asifiwe. Tuko na miaka mingi.
kwenye ndoa, na bado no turathi. Lakini kusema ukweli kwetu ndoa hazikuwa zinasimama. Niliwaambia my brother alioa wake 3 na alikufa hata bila kuacha hata moja. Amen. Hallelujah. Wa kwanza anakuja anaenda na mtoto, wa pili ndio huyo anaenda, wa 3 ndio huyo ameenda. In fact aligojeka sasa akikuja kutafuta wa 4. Amen. Kwa hivyo usiniambia kwamba kwetu sijui kwetu watu haolewagi, hata kwetu kulikuwa hivyo. Lakini nimeshika neno la Mungu, nimeamini neno la Bwana, nikaamini kuoa ni neno la Bwana. Inasema si vizuri mtu wakae peke yake. Hey! Hallelujah! Halafu nikasoma kama mstari mwingine inasema aliye na mke ako na kibali. Hey! Praise God. Hiyo mistari miwili. Niliposoma ile ingine iliongea ikasema ati afadhali kukaa jangwani kuliko kukaa na mwanamke mkorofi, hiyo nikaachana nayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Niliposoma nikajua ya kwamba neno linasema kwenye Mark ndoa na iheshimiwe. Hallelujah. Nikashika hiyo. Hiyo ndio unaona tuko nayo mwanamke wangu. Hallelujah. Otherwise kama ni kufuata misingi ya kwetu hawaowangi wanakaa na wanawake. Amen. Nimesimamishwa na neno la Bwana. Hata ukimuuliza kwao the same. Amen. Maroho mingi katika familia watu hawatakikani waoe. Lakini ukikaa kwa neno la Bwana utaoa. Na ukikaa kwa neno la Bwana utadumisha ndoa yako. Na ukisimama na neno la Mungu utadumisha ndoa yako. Hallelujah. Praise God. So nikaondoa mawe na nikaambia Baba, kama ni hivyo, nikamwambia Jehova, kama vile uishivyo milele. Amen. Nikasema huyu mke nitakaa naye mpaka tuzeeke, meno itoke. Hallelujah. Kurindi tugetwoguka na soso tugakora turi ahonoku. Amen. Wei kara hawe ndo kuga amen no horo wa mane atiriri uhoro ni ucio. Praise God. Tutazeeka. Maana hata nikiona maroho inataka tena kuingilia familia yangu na yabianga ya kwamba hii haitavunjika. Maana Biblia inasema Mungu hapendi divorce. Hey. Kanatibu ni mudhoma hau. Bwana Yesu asifiwe. So nikiona kumereta kuyubayuba, inaitwa kuyubayuba, ninaambia shaitani sikiliza. Sikiliza vizuri na usikilize. Neno la Bwana liko hai. Neno la Bwana liko na nguvu. Hallelujah. Tena liko na ukali. Tena ni zaidi ya upanga ukatao kuwili. Na kuna mahali pengine Biblia inasema neno la Bwana ni kama nyundo ivunjayo upande. Na muambia shetani sikiliza. Ndoa Mungu amesema ya kwamba anachukia divorce. Kwa hivyo hii roho umeachilia ya divorce ninaiondoa. Sasa hata kama mke alikuwa amekasirika anafurahi. Kama mimi nilikuwa nimekasirika ninafurahi. Tunaendelea na maisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo abia jirani yako tena ondoa tu jiwe. Amen. Alafu hiyo ingine alipoondoa jiwe inasemekana namna gani? Hata wale wako wao online waondoe mawe. Na Mungu atawatembelea mahali mlipo katika jina la Yesu. Muondoe tu mawe. Hiyo ilikukwaza usiende kanisani. Hiyo ni mawe. Ondoa uone vile Mungu atafanya katika maisha yako. In Jesus name. Hallelujah. Basi waliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu. Akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Amen. Praise God. Nakushukuru kwa sababu umenisikia. Jiwe limeondolewa, hajaita Lazaro, lakini sasa maombi ya shukrani. Amen. Ukitaka kushinda
Kwenye hiyo hali unashukuru Bwana. Unamwambia Baba, ninakushukuru kwa sababu mzee anarudi. Ya utidokerera. Bwana asifiwe. Haleluya. Baba, nakushukuru kwa sababu hii biashara inasimama. Baba, nakushukuru kwa sababu kanisa hili linajaa. Amen. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya hiyo gari unanipatia. Ai, Bwana asifiwe. Hiyo ndio kushinda hali gumu. Kushinda hali gumu sio kulia na kujiangusha chini. Hapana. Bwana asifiwe. Kushinda hali gumu ni kusema, Baba, nakushukuru kwa sababu mtoto wangu anaingia university. Na ndio gotire indo. Hiyo ndio kushinda hali gumu. Yesu alishinda kwa shukrani. Maana ilikuwa hali gumu. Wayahudi wamekusanyika. Watu wote wamekusanyika. Jamii imekusanyika. Amesema ya kwamba na sasa mahali kumefika, ondoeni jiwe. Na ukweli ni kwamba ameambiwa ananuka. Amen. Na ni kweli kwa sababu alikuwa hapo, jiwe lilipoondolewa, bado hata naye alikuwa na mapua ya kusikia ananuka. Lakini kushinda hali gumu, haleluya, ni kuinenea kwa shukrani. Ninakushukuru Bwana. Haleluya. Kwa sababu ya ile hali ambayo niko nayo, kwa sababu unakuja kuleta utukufu. Amen. Unaleta utukufu kwa jamii yako. Unaleta utukufu kwa hili kanisa. Unaleta utukufu kwa biashara yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ni jirani yako, wacha kuinamishwa na hali. Mwambie wacha kuinamishwa na hali. Amen. Mwambie mawe tumeondoa. Sasa tunashukuru kwa sababu ya utukufu ambao unakuja kushuka kwetu. Praise God. Hallelujah. Minister Kimani, jiwe tumeondoa. Amen. Sasa ni kuweza kumshukuru Mungu aachilie utukufu wake. Amen. Na watu wengi nasikia mawe bado wako nayo. Geukia jirani yako mwambie, bado mawe hujaondoa wewe. Kuna watu nasikia bado wako na mawe. Ile imani unasema inasema mawe iko. Sijui ni kuondolee ama nifanye namna gani. Amen. Nione wale wameondoa mawe. Bwana asifiwe sana. Haya. So hali gumu si kulia. Hali gumu si kuenda kujinyonga. Hali gumu si kuacha mzee. Hali gumu si kutupa bibi. Hali gumu ni kushukuru Bwana. Yani hata kama mke wako amekusubua, unaambia Baba, nakushukuru kwa sababu ya kusubuliwa na mke. Ninajua ataokoka vizuri. Hata ukitusiwa ya miguu ine, unasema Baba ni asante kwa sababu nimetusiwa ya miguu ine. Lakini Baba, nakushukuru kwa sababu siku moja nitambeba na gari. Hey! Praise God. Hallelujah. Baba, nakushukuru kwa sababu leo sina pesa ya nywele, lakini nakushukuru sana kwa sababu ile maduka makubwa ya nywele ndio nitakuwa ninaingia. Zile masupermarket makubwa ndio nitakuwa naingia. Ukiwa hivyo wapendwa, lazima utaona utukufu wa Bwana. Katika maisha yako utaona utukufu wa Bwana. Praise God. Mwana ni arogosho. Praise God. Maana uko na ahadi ya neno la Bwana. Uko na imani na neno la Bwana. Ya kwamba kile amesema yeye si mwanadamu. Biblia inasema ya kwamba yeye si mwanadamu anene uongo. Amen. Uliwahi kusoma hiyo? Yes. Yeye si mwanadamu aongee uongo. Hapana. Akisema nitawainua, atawainua. Akisema nitawabariki, nitawabariki. Akisema nitawaheshimisha, nitawaheshimisha. Lakini lazima tushikilie neno la Bwana. Praise God. So Yesu akashukuru. Baada ya kushukuru, hata tumewekewa. Angalia hii. Mungu si mtu aseme uongo, wala mwanadamu ajute. Iwapo amesema, haleluya, hata litenda. Iwapo amenena, hata litimiza. Yes. Kwa hivyo wale mnisikia nitaenda kuhubiria mataifa, iwapo amesema. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia.
kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema kuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu. Akisema wende sehemu so, waishi nyumba ya matope, mwisho kesho utaendesha. Akisema takupa mtoto, Sara na Hana. Akisema takubariki, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka. Akisema takubariki, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Ati hata ukiishi nyumba ya matope, hata mavazi yauna, akisema uendeze mwisho kesho. Habia jirani yako kesho. Praise God. Unajua neno la Mungu liko hai. Anasema miaka 1000 ni kama siku moja kwake. Amen. Kwa hivyo akisema kesho, alitumia mtumishi wa Bwana Elisha, akasema kule Samaria, ni Samaria, akasema kesho, masaa kama haya, majira kama haya, kipimo cha unga kitakuwa kinatoka sekeli 2 katika nchi yote ya Samaria. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na njaa, na kuna watu ambao walikuwa mahali pale. Biblia inasema ya kwamba akida mmoja ambaye alikuwa anategemea uwezo wake, hakuwa anaamini neno la mwenye mamlaka. Akasema hata Mungu akifungua madirisha ya mbinguni, wewe ni ndoto unaota mchana. Praise God. Hiyo ndio hatari ya kutoamini kile ambacho Bwana ananena. Biblia inasema ya kwamba akaambiwa, wewe utaona lakini wewe hautakula. Na Biblia inasema vizuri, hivyo ndivyo ilitendeka, kama vile neno la Bwana lilivyonena kwa mtumishi wake Elisha. Praise God. Hallelujah. So, turudi kwenye John, tuko karibu kumaliza. Tumewekewa. Asante, tupigie mtumishi wa Bwana makofi mazuri. Anatupeleka vizuri, si ni kweli? Sasa turudi kwenye John chapter hiyo inasema, basi wakaliondoa lile jiwe, alafu Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Verse 42 inasema namna gani? Biblia inasema ya kwamba nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia. Amen. Siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema hayo, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Amen. Praise God. Ati ya kwamba mimi najua unanisikiaga, na nilijua hata utanisikia, lakini kwa sababu watu wako wamekutanika, nimesema hiyo tu kwa sababu, amen, wasadiki tu ya kwamba ni wewe uliyenituma. Praise God. Na hiyo verse nyingine, verse 43 inasema namna gani? Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Amen. Alipomaliza kushukuru, akasema nejo eneoji neojiguaga nakoya denyietie Fafa neojiguaga nejo eneojiguaga nakoya denyietie Fafa eojiguaga. Praise God. Akasema naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Amen. Na ukumbuke ya kwamba anaongea habari ya mtu ambaye amekufa,
ambaye amekaa siku 4 kaburini ananuka, lakini ameshukuru baadaye, kwa sababu ako na mamlaka, amenenea huyo mtu ambaye amekufa, anamwambia Lazaro, toka nje. Praise God. Na Biblia inasema fasi nyingine, akatoka nje yule aliyekufa akiwa amefungwa samanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamuache aende zake. Hiyo ingine inasema namna gani? Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Miriamu na kuyaona yale yaliyofanywa wakamuamini. Sema amen. Wakati Mungu atakuja katika maisha yako, watu wataamini Bwana. Na kukuja kwa maisha yako ni wewe tu uamini neno la mtu mwenye mamlaka. Mtu wa Mungu akinena juu ya maisha yako, wacha kuwa na mashindano. Amen. Usiangalie hali yako, kwa sababu Mungu hutumia watumishi wake. Mungu hutuma watoto wake. Amen. Mungu hutuma wachungaji kwa maisha yetu, wabadilishe maisha yetu, na wanakuja na neno la Mungu ambalo liko hai. Kama saa hii, ili neno Mungu alikuwa ananipatia, nilikuwa nasikia kwamba kuna watu wengi wako na hali gumu, lakini lile neno utaachilia kwao, watu wale wataamini, hali yao itabadilika. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Okay, sina wakati mrefu, lakini ningependa tuone mtu mmoja ambaye aliweza kuamini neno la mtu mwenye mamlaka. Na fikiria hii, hatutaweza kusoma yote. Tunajua hii historia ya mtu ambaye alikuwa na mtu wake mgonjwa kwenye Luke chapter 7 from verse 1 to 17. Tunajua huyo mtu wakati ambapo aliona mtumwa wake ni mgonjwa, Biblia inasema ya kwamba alipojua ya kwamba mtumwa wake ni mgonjwa, alituma watu kwa Yesu, akawaambia, enendeni mumwambie Yesu aje aponye mtumwa wangu. Praise God. Na Yesu, Biblia inasema ya kwamba alipopata habari, neno linasema ya kwamba akachukua hatua ya kuenda kumponya yule mtu, lakini mtu yule akasema ya kwamba hata haistahili ukuje katika nyumba yangu. Amen. Akasema, naomba tu, mimi nimejiona sistahili ukuje kwangu, lakini sema neno tu. Amen. Hata ukiwa mbali, sema neno na mtumwa wangu atapona. Amen. Haleluya. Na neno linasema ya kwamba Yesu akasema, sijaona imani kama hii. Amen. Na Biblia inasema vizuri, ukifuata hilo neno, Luke chapter 7 from verse 1 to 17, inasema, na watu wale walikuwa wametumwa, walipokuwa wanarudi nyumbani, wakakuta ya kwamba mtumwa amepona saa ile ile Yesu alisema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo ni mtu mmoja ambaye aliamini neno la mamlaka na likafanya kazi, kwa sababu tunaona hata naye akimwambia Yesu, mimi ni mkubwa wa askari na niko na watumwa walio chini yangu, nikiambia huyu huenda, nikiambia huyu njoo anakuja, nikiambia huyu fanya anafanya. Lakini na wewe najua ya kwamba uko na hiyo mamlaka, sema tu neno. Haleluya. Huyu ni mtu alikuwa na ufahamu wa kujua vile mamlaka inafanya kazi, na kama tunaweza elewa ya kwamba vile mamlaka inafanya kazi, maisha yetu yatabadilika, hali zetu zitabadilika, aibu zitatuondokea, kilio kitatuondokea, kwa sababu kile unatakikana ni kuamini. Amen. Na kujua vile mamlaka inafanya kazi. Kama vile tuseme ya kwamba our bishop wametembea mahali hapa, mimi sina wasiwasi lolote, kwa sababu ninajua kile ambacho amesema kwa neno la Bwana. Amen. Na kwa hivyo bila shaka, baada ya muda usio mrefu sana, lile neno aliyosema, alisema kwa mtu aliye na imani. Amen. Alisema kwa mtu ambaye anaamini 100% ya kwamba itatendeka. Amen. Na huyo ni mtu aliamini na Mungu akafanya muujiza. Mtu mwingine tunaweza kumwangalia pale, tunaweza muona mtu ambaye anaitwa Elisha, ya kwamba
Hebu tuangalie hii kwa sababu ni vizuri kuangalia kitabu cha Wafalme. Kitabu cha Wafalme wa pili 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Wafalme wa pili 4 mstari wake wa kwanza inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimulilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe wajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu, mcha Bwana, na aliyemridhia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Verse 2. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Verse 3. Akasema, nenda ukazime vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala uziazime vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukamimine mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Fasi nyingine, basi wakamwacha akajifungia mlango yeye na wanaye, na hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Verse 6 inasema ya kwamba ikawa vilivyokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Verse 7 ndio nisome ya mwisho hiyo, inasema, ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, nenda ukayauze mafuta haya, ulipe deni yako, na yale yatakayosalia uyatumie wewe na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka uangalie hii mambo. Huyu mama ambaye amekufiwa na mume wake, amekufiwa na mume, amekufa akiwa na madeni. Bwana asifiwe sana. Na huyu mama amebakia na watoto wake, na watu wale walikuwa na deni yake, wale ambao walikuwa wako na deni yao, Biblia inasema ya kwamba wakaja ili waweze kushukua watoto, waweze kuenda kuwafanya watumwa, waweze kujilipa deni. Lakini neno linasema ya kwamba yule mama akakimbia kwa mtumishi wa Bwana na akamwambia, tafadhali, unajua mzee wangu alikuwa miongoni mwa manabii, na zaidi ya kuwa hivyo alikuwa na deni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua ameaga, amekufa, na pamoja na kukufa watu hawanihurumii. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Wamekuja kuchukua watoto wangu wawafanye watumwa. Mama akakuja akasema, nisaidie. Sasa Elisha akamuuliza, nikusaidia na nini? Kabla arudishe akaulizwa, ni nini uko nacho? Mama akasema kwamba mimi niko tu na kachupa ya mafuta kidogo. Elisha akamwambia, enda uombe vyombo kwa majirani, na usiombe vyombo vichache. Nafikiria kama ni wengine tuko hapa, ungeuliza, sasa hii nilikuwa nataka pasa nipatie unga mbili, sasa hii ni nini ananiambia? Amen. Ama nilikuwa nataka nisaidie mahali ambapo nimekuwa nisaidie kukwamuka, lakini kuna vile Mungu anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na si vizuri kunyamaza na hali yako. Amen. Kuja hapa usemewe neno, kuja hapa utangaziwe neno. Mambo inaweza kuamini kama unajua vile mamlaka inafanya kazi.
na kama unaweza kuamini. Amen. Haleluya. So akaambiwa kwamba enda uombe vyombo. Ukisha kuomba vyombo, jifungie nyumba yako wewe na watoto wako, na ukisha jifungia mahali pale, sasa uanze kumimina ile mafuta kwa zile vyombo ambazo uko nazo. Mama alitii neno la nabii wa Bwana. Mama alijua ya kwamba ile mamlaka imeninenea. Amen. Hiyo mamlaka vile imesema, mimi nitafuata kile ambacho nitaambiwa. Na kusema ukweli, ukiangalia hata kama ni wewe, unaweza sikia kabisa vile ulikuwa unataka kusaidiwa haujasaidiwa. Maana wengine tunakuanga na matarajio ingine. So hata ukikuja na hiyo matarajio, hata unenewe neno, haliwezi kufanya kazi. Maana wewe ile tarajio ulikuwa nayo kwa moyo wako. Hata kuna wengine wanakuja kukuuliza hii ndoto na ako na tafsiri. Yaani unamtafsirisia, anakuambia ni gweshiragia terere gona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Yaani umeota na umejua tafsiri na unakuja kuuliza, na hata kuna mwingine anauliza mimi, anauliza Pastor Peter, anauliza Pastor Duati, anauliza Pastor Timothy, anamalizia na Pastor Ris. Alafu mwishowe yako na jawabu, anasema kwamba ni guonaga atiriri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo matarajio yako vile unakuja nayo ndio inasababisha usione Mungu. Amen. Praise God. Ukikuja mahali hapa unataka kusaidiwa, wewe kile utaambiwa, washa mambo mingi. Amini vile mamlaka inafanya kazi. Amini kile ambacho mtumishi wa Mungu amesema. Kwa sababu hapo ndipo utaona utukufu wa Bwana. Martha waliambiwa waondoe jiwe, wakaondoa. Amen. Walijaribu kusema ananuka, wakaambiwa nataka muondoe jiwe. Amen. Sasa wangemwambia Yesu, sasa hii ni kazi gani unatufanyisha? Lakini walisema basi hata kama unataka kunukiwa, wacha sisi tuondoe jiwe. Onaewe igwo toraigwa. Amen. Na hapo ndipo waliona utukufu wa Bwana. Hapo ndipo waliona wema wa Bwana. Mtu mmoja akakuja hapa wakati mwingine akaniambia, "Pasa, nataka unisaidie." Nikamwambia nikusaidie namna gani? Hii nyumba yangu imenisumbua. Najaribu hii biashara, inakataa. Pasa, nataka unisaidie nifanye nini? Mimi sijui vile Mungu alinitumia dakika moja nikasikia kwamba enda uweke kinyosi mahali pale. Kumbe mpango wake ni wa kuweka nguruwe. Hallelujah. Praise God. Mtu wa Mungu weka nguruwe. Maana ndio ilikuwa mpango wake. Vile aliweka nguruwe, sema nguruwe kunuka. Siwaambie jirani yako nguruwe kunuka. Zimeharibikia mahali pale. Analeta, customer anakataa kununua, inanukia mahali pale. Zingine anatupa usiku. Sema kuhara, imeisha. Amen. Maana ukileta nguruwe mara ya kwanza inuke, mara ya pili inuke, mara ya tatu utaleta ingine, na imekula pesa yote ulikuwa nayo, yote imeenda. Sasa biashara imeisha, ameshindwa na nyumba imeshukuliwa, yule alishukua amefungua kinyosi na hajaokoka. Amen. Ambia mtu ni vizuri kutii neno la mwenye mamlaka. Amen. Hallelujah. Hata kuna mtu anakuja anaota ndoto, ameona mtu wake, ameulizwa na mtu. Na vile ameulizwa na mtu, oh, hallelujah, Mungu anamuonyesha. Kuna mwingine kwanza aliniambia aliona maono, alikuwa ameulizwa na mtu, na vile aliulizwa na huyo mtu, baada ya kuombaomba, haya akaona mtu, chini ni mtu, kichwa ni ubwa. Haleluya. Akakuja. Alipokuja akaniuliza, "Pasa, mimi nimeulizwa na mtu fulani na nimeona hivi na hivi." Nikamwambia, "Sasa hiyo usijaribu kuingia. Ukiingia hapo utalia." Uzuri wa Mungu alimsaidia akasikia neno la mtumishi wa Bwana. Kamwambia, "Tulia, hata kama usikubali kuingia hapo. Hata kama amekuambia nini, kama Mungu amekuonyesha hii ni kimtu kibaya,
Si mnajua umbwa sio kitu mzuri? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ule mtu ambaye unapata na yeye lakini ako na wasichana wengine 3. Wewe ni 4. Maana ukiona kichwa ya umbwa kuna kitu imeficha hapo. Alisikia na akamwambia mimi mambo yako sitaki. Huyo mtu baada ya kutii ile kitu ambacho nilimwambia, Mungu alimletea mtu mwingine akamuuliza, na wamefanya harusi hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Mara zingine wachaka kukuja mpaka unalazimisha pasa. Mimi nimeona ni Mungu ametumana na nimekuambia wachana na hiyo. Halafu sasa ukiingia ndani, wakati uko ndani ndio unaniambia pasa, mimi nasia ni kama nitaachana na hii. Ulijiforce ukae hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Washa kukaa desperate. Amen. Wanalika wale mko hapa, Bwana asifiwe. Washa kukaa desperate. Hata kama unaona miaka imeenda, washa maneno mingi. Ngojea Mungu, Mungu atakuja kwa wakati wake. Paka unaulizwa na mtu ambaye hajaokoka, unaniambia pasa, huyo mtu hajaokoka lakini ni mtu mzuri. Tamenya hado ni homa kinyete. Nimeulizwa na mtu, na kwa sababu umekaa kanisani hawakuulizi. Naenda kule nje unaulizwa na mtu hajaokoka. Na wewe kwa sababu umeulizwa na mtu ambaye hajaokoka na umekuwa desperate, unamwambia nitakurudishia. Baadaye kwanza umuulize, wewe mohono uthomaga ku no tumenyane na muhujia wako. Sasa tunaweza shikanisha mtu hajaokoka na mtu ameokoka? No, ni marenda tunyitithanie haria tukinyete ni ndo wago twika desperate. Kama uko na mwanalika karibu, mwambie ngojea Bwana. Yes. Washa haraka. Amen. Wanalika, Bwana asifiwe. Washeni haraka. Ngojeeni Mungu. Usikibie uoe chini ni mwili kishwa ni umbwa. Wanalika wameanza kustuka. Amen. Na uzuri wa hapa, Mungu hunena sana. Na Mungu huongea. Mimi kama ni wewe ningetamani kabisa niendelee kusikia sauti ya Bwana. Aniongoze na anielekeze. Haleluya. Kwa hivyo saa zingine ukikuja hata mahali hapa, washa kuja tu. Ukiambiwa neno unaenda kufanya vitu zako. Lile neno porini nimesema, hiyo ndio ni Mungu ameweka ndani yako. Nikisema utabarikiwa, ugojee Mungu, ngojea Mungu. Washa kuhamahama. Hiyo kuhamahama, unahama, unapoteza baraka zako. Amen. Nikisema mtainuliwa, mtainuliwa. Kwa sababu ninajua mamlaka inafanya kazi. Na mimi imenifanyia kazi, imebadilisha maisha yangu. Imetuinua, imetufikisha mahali tumefika. Amen. Na kwa hivyo siku hizi hata reverend akikuja hapa aseme nitapaa, mimi nagojeaga kupaa. Amen. Bishop akikuja hapa aseme ya kwamba kanisa limebarikiwa, haijalishi watu wanaongea na nini na huko nje, mimi nasimama na neno la kuhani. Kanisa ni urarathimirwo. Amen. Kanisa imebarikiwa. Haleluya. Akikuja hapa aseme vile amesema, Mungu atupe neema ya kununua. Mimi sitaki mambo mingi, nilikuwa nataka hiyo. Mimi najua neema iko na tunanunua bila kung'ang'ana, kwa sababu neema alituombea na yeye ndiye akona mamlaka juu yetu. Tupewe neema, kanisa libarikiwe. Na wale mlikuwa hapa wafanyi biashara, Mungu akasema hata nyinyi mbarikiwe, mnunue mahali kwenu. Sasa mnayuba kwa nini? Na neno la mamlaka limenena. Amen. Sasa ni kama kuna vita, upigane na hiyo vita ukisema mtumishi wa Bwana alisema. Mama hakubishana. In fact, tumafuta kidogo, vyombo aliomba, na hakuomba vichache kama vile aliambiwa. Aliomba vingi, akamimina, wakati ziliisha. Haleluya. Ndio alirudi kwa mtumishi wa Bwana akamwambia, zile zote nimeomba, zote zimeisha. Mtumishi wa Mungu hakuambia niletee. Alimwambia sasa enda uze ulipe deni. Number 2, enda hizo zingine zitabaki, mtumie na watoto wako. Amen. Wadugu na wadada, wacheni tuamini neno la mwenye mamlaka. Tukiamini neno la mwenye mamlaka, maisha yetu yatabadilika. Hali zetu zitabadilika. Hata zile zinaonekana kuwa gumu sana na zito sana, wadugu na wadada, ni waambie ya kwamba itabadilika katika jina la Yesu. Tunaangalia mtu mwingine ambaye niko karibu kumaliza. Ukiangalia
Sijui nisome huyu. Okay, andika tu uende usome kwa sababu ya wakati. Matthew chapter 9 verse 27 to 31. Hao ni watu ambao wengine walikuta Yesu wakamwambia tuponye, lakini Yesu akawaambia, je, mnaamini ninaweza? Wale watu wakamwambia, tunaamini unaweza. Amen. Na Yesu akawaambia, basi pokeeni kulingana na imani yenu. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba wakapona. Mtu mwingine tunamuona kwenye John chapter 9, wakati ambapo Yesu alikuta yule mtu alizaliwa kipofu. Neno linasema akatema mate chini, akapaka matope pale, akampaka macho, akamwambia enda ukaoge Siloamu. Amen. Hallelujah. Praise God. Enda ukaoge Siloamu. Na Biblia inasema na kiugo kiugege tauro. Hiyo neno likitafsiriwa ni kutumwa. Na wakati alienda vile Yesu alimwambia, alienda akapona, wapendwa. Amen. Akaja akiona. Watu wanauliza ni huyu ama si yeye? Yeye anawaambia ni mimi. Amen. Wanamuuliza maswali mingi, nani alikuponya? Huyo ni mtu mbaya, lakini ule mtu anawaambia mimi sitaki kujua. Ukweli ni kwamba nilikuwa sioni, lakini ninafanya nini? Ninaona. Luke chapter 17 verse 11. Amekutana na watu wengine Yesu, wakiwa kwa ubali wamemwambia, Yesu Bwana mkubwa, tunaomba uturehemu. Yesu akawaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wakienda jiani walitakasika na wakapona. Kwa nini watu wengi tunateseka ili hali ya kwamba Mungu ametuinulia watu wenye mamlaka? Ameweka neno la kubadilisha maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu anaweza kuteseka kwa sababu ya kutotii neno la mwenye mamlaka. Wakati Naamani alimuendea Elisha, Biblia inasema ya kwamba aliambiwa enda ukaoge Yordani mara 7. Naamani kwa mawazo yake akaanza kusema, kwani kule nimetoka hakuna mito mizuri kuliko hiyo ya Yordani, ndiyo maana nimekuja mahali hapa. Akakataa kwenda mahali pale. Alisaidiwa na wafanyikazi wake. Kamwambia mkubwa wetu, kama angekuambia jambo lingine umpatie vitu, si ungempatia? Basi si ni vizuri tu utii lile neno ambalo umeambiwa. Wakati Naamani alienda Yordani akaoga mara 7, ukoma wake ukaisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Akaenda akapona. Wakati alipona alishangaa. Alirudi kwa Elisha akakuja na vipawa. Akataka kumpatia vipawa, lakini Elisha akamwambia, kama vile Bwana aishivyo milele, sitapokea vipawa vyako. Amen. Mara nyingi wapendwa, tunang'ang'ana kwa sababu wakati tunanenewa maneno hatuna imani na ile maneno. Na washa nikuambie, watu wengi wamebarikiwa kwenye Biblia ni neno walinenewa. Hata Yakobo, anaitwa Yakobo. Yakobo ni maneno alinenewa. Praise God. Hallelujah. Na akafanikiwa. Kwa hivyo wakati tunatangaza neno, mimi natangazaga neno nikiwa na imani ya kwamba nikikuambia hali yako itabadilika, lazima ibadilike. Shida ni moja tu, wewe kuamini na zile hatua ambazo unachukua. Imagine Naamani kuambiwa tu enda uoge. Enda uoge, thiĩ wĩthambe maita 7. Na hiyo ugonjwa imemtesha. Biblia inasemanga alikuwa jemedari wa vita. Lakini ugonjwa umekuja. Na wakati ugonjwa umekuja, umemkalia, hana nguvu, hana uwezo. Amesaidiwa na msichana wa kazi. Akaambiwa kama ungeenda nchi ya Israeli, ungeweza kupona. Wakati sasa ameenda huko, anataka afanyiwe vile ambavyo anataka. Haleluya. Lakini mtumishi wa Mungu anamwambia hata hakutoka katika nyumba yake. Biblia inasema ya kwamba aliambia kwamba enda umwambie ende Yordani aoge mara 7 na ukoma wake utapona. Lakini angalia mtu wa Mungu, anaona vile ameambiwa ni kama kudharauliwa, ni kama kuonekana mtu duni. Anaangalia bado ukubwa wake, lakini ukubwa wake hauna uwezo wa kumuokoa. Yule aliye na neno la kumuokoa ni mwenye mamlaka, mtumishi wa Bwana. Na ndiye amesema enda uoge, enda ufanye. Praise God. Mwishowe aliposaidiwa, alienda akaweza kutakasika. Mimi nawaombea katika jina la Yesu ya kwamba hatutaweza kukosa kuamini neno la wakuu. Amen. Neno la wafalme.
Ukiangalia John chapter 2, wakati Yesu alienda Kana ya Galili, Biblia inasema ya kwamba mama yake Yesu aliwaambia hivi, lolote atakalo waambia fanyeni. Amen. Praise God. Lolote atakalo waambia fanyeni. Maana mama ya Yesu alijua kama wataweza kutii neno la mwenye mamlaka, harusi kutakuwa na utukufu. Pombe ilikuwa imeisha, divai ilikuwa imeisha. Yesu alisema leteni mtungi, leteni maji. Lakini walikuwa wameambiwa na Yesu na mama ya Yesu, kiria giothe ekumwira itikirai. Amen. Kama hawangekubali wangang'ang'ana. Na mimi nimekuja niwaambie siku ya leo, nimetumwa na neno la hali ya kubadilisha hali zenu. Amen. Praise God. Nimekuja kutangaza hali yote ambayo imekuwa katika maisha yako ikaweze kuondoka katika jina la Yesu. Hiyo hali ya magonjwa ikaondoke katika jina la Yesu. Hiyo hali ya madeni ikaweze kuondoka katika jina la Yesu. Hiyo hali ya kuonewa ikafike mwisho katika jina la Yesu. Na kila roho ambayo inafuata maisha yako, nasema kwa jina la Yesu iweze kuachilia. In the mighty name of Jesus. Yale yote yameandikika katika maisha yako, ya kufinyiria maisha yako, ninatangaza katika jina la Yesu ya kwamba yaweze kufika mwisho. In the mighty name of Jesus. Hiyo hali inaleta aibu, natangaza ifike mwisho kwa jina la Yesu. Hiyo hali ambayo imeleta magonjwa kwako, natangaza iishe katika jina la Yesu. Hiyo hali imeleta ungumu kwenye maisha yako, natangaza ifike mwisho kwa jina la Yesu. Hiyo milango ambayo umefungiwa, natangaza siku ya leo ikaweze kufunguka katika jina la Yesu. Ninatangaza kwenye maisha yako ukaweze kuona utukufu wa Bwana. Kwenye biashara yako uone utukufu wa Bwana. Kwenye ndoa yako uone utukufu wa Bwana. Kwenye kazi yako uone utukufu wa Bwana. Kwenye maono yako uone utukufu wa Bwana. Katika jina la Kristo Yesu. Hiyo mambo yote unaona ni magumu, naomba ya kwamba utukufu wa Bwana ukaonekane juu ya maisha yako. In the mighty name of Jesus. Mungu wangu akuondolee aibu. Mungu wangu akuondolee magonjwa. Mungu wangu akuondolee madeni. Mungu wangu akuondolee mateso. Mungu wangu akufungulie milango. Milango iliyo na neema. Milango iliyo na kibali. Milango iliyo na utukufu. In the mighty name of Jesus. Naondoa kila mawe ambayo inakalia maisha yako. Naondoa kila uzito ambao umekalia maisha yako. In the mighty name of Jesus.